Babu mwenyewe hapa. Songa Babu atoke. With all due respect, to give Honorable Babu a chance to come address him. Asante sana, asanteni sana. God is good and all the time. Asanteni sana. Vijana ria, vijana ra, warembo ha, wamama mme, wazee tibi, wazee tialala. Asanteni sana. Ada wanyoba muriega, gaili mwega, ingo shiole, gaili munene, twe hamwe, tuko salama kabisa na tuko pamoja. Jamii ya Baluya Mrembe, Mrembe Hande, Mrembe Swa, Mrembe Te. Asanteni sana. Wameru Muga, Wajaluo untie, uchie, ya chieka kuchieka, Wakisimbi ya Mure, Tore ya Mo, imebaki Wakamba watindata, ndi. Wale Wakikuyu wanasema nzini, na Wamachakos wanasema ndini. Naona nimetembea hii Kenya. Wamebaki wa Somali, asalamu alaikum. Asanteni sana. Wakalenjin chamge, Omingala, asanteni sana. Wamasai suba, asanteni sana. Ole ashe, asanteni sana. Ashe ole. Aya. Sasa kwa majina mimi naitwa Babu Owino, mimi ni kijana wenu. Nimekuja hapa leo kuongelesha wana Starehe Constituency na nina furaha sana. Nina furaha kwa sababu ya nyinyi na nina furaha kwa sababu ya Mheshimiwa Amo. Na Amo ndio? Huyu Mheshimiwa Amo tuko naye na historia kubwa sana. Hatujajuana leo wala jana wala juzi. Tumejuana tukiwa kule university, tukiwa student leaders pamoja na yeye. Na katika kule university tulikuwa katika University of Nairobi. Mimi na yeye tulikuwa marafiki huko, tulifanya kazi sana, tulikuwa tunafanyia wanafunzi kazi sana. Ndio maana hawa watu wa nje waliona umuhimu ya kutuchagua, kwa sababu wale wanafunzi walio pale katika chuo kikuu walikuwa wakiongelesha wazazi wao huku nje, wakiongelesha marafiki wao huku nje, wakaona umuhimu ya kutuchagua kama wabunge kwa sababu ya ile kazi ngumu na nzuri ambayo tulifanya katika university. Mimi najua Amo kwa sababu ni kijana ambaye anajituma. Ni kijana ambaye pia ni mcha Mungu, na ni kijana ambaye anajua njia, na hiyo ilifanya yeye mwenyewe ashinde uchaguzi hapa Starehe Constituency. Na hata wakati wa kampeni tulikuwa tukikampeni pamoja hapa Nairobi, na ninaomba Mwenyezi Mungu
apatie more wisdom na nguvu ya kuweza kufanyia wanastarehe constituency kazi bila vita, ila kwa amani. Ninajua haiwezi fanya 100%, but bora hata akipita 70%, si mambo itakuwa ni salama jamini. Na sisi kama vijana tunajua umuhimu ya kusaidia nyinyi wa mama, nyinyi vijana wenzetu na wazee wetu, kwa sababu sisi tumetoka katika familia ya umaskini. Nikiangalia wamama hapa nakumbuka mamangu ambaye alikuwa akiuza changa. Kwa hivyo mama, endelea kwa kuuza mboga yenye unauza, endelea kwa kuoshea watu nguo, endelea wamama wengine wakwenda mjengo, endeni hiyo mjengo. Wale ambao wanauza chang'aa kama mamangu alivyouza, uza tu hiyo chang'aa. Najua mimi siwezi pinga chang'aa kwa sababu hiyo ndio imefanya niwe hapa. Ile ni wanaiuza waipime kwa utaratibu, isipite mambo sana, si kweli? Endelea kufanya hiyo kazi, na unafanyia kazi, unafanya kwa sababu ya mtoto wako. Fanya hiyo kazi, mtoto wako asome. Fanya hiyo kazi, familia yako ipate chakula. Siku moja huyo mtoto atakutoa kwenye matope, na huyo mtoto atabadilisha maisha yako yawe mema. Ya pili, mcha Mungu. Omba Mwenyezi Mungu. Huyo Mwenyezi Mungu ambaye amepatia yule aliye nayo, ndio pia anasaidia yule ambaye hana. Huyo Mwenyezi Mungu ndiye atakusaidia na atasaidia familia yako. Usikufe roho. Yule baba ambaye anaenda mjengo, yule baba ambaye anaendesha bodaboda, yule baba ambaye anafanya kazi yoyote ili asaidie familia yake, amka tu asubuhi bila kuchoka. Amka asubuhi, utafutie familia yako. Hiyo familia yako ambayo unatafutia, si lazima Mwenyezi Mungu wewe akusaidie direct, lakini atasaidia mtoto wako ambaye atakuinua juu. Na yule kijana mwenzangu ambaye ana kazi, ambaye pia anajaribu, ambaye anaamka asubuhi, usikufe roho. Kama Babu Owino alitoka Nyalenda slums kule Kisumu na leo ni mjumbe, unaweza kuwa chochote hii nchi. Bora tu usikufe roho. Amka asubuhi, ambia Mungu leo naenda kutafuta, ukipata ni sawa. Ukikosa, mwambie kesho nibariki nipate. Lakini nakuambia, siku moja huyu Mwenyezi Mungu atakutoa kwenye hiyo mambo. Usikufe roho kijana mwenzangu. Kwa ile basari ambayo unapeana, Mheshimiwa Mo, na kuomba kwa unyenyekevu, peana peke yako ili hawa wamama, hawa wazee. Tembea katika kila ward, waambie siku fulani niko ward fulani, siku fulani niko ward fulani. Peana peke yako, wanafunzi wetu, watoto wetu waelimishwe. Siku moja hao watoto watasema Mheshimiwa Mo mwenye unaona pale ndiye alifanya niwe daktari, kwa sababu kwa hao watoto kuna madaktari, kuna mawakili, kuna wanabiashara, kuna viongozi kama sisi. Kwa hao watoto wetu kuna hata walimu. Hao watoto wetu ndio viongozi wa kesho, watabadilisha maisha hii nchini. Nikiongelea mambo ya Uwezo Fund, Mheshimiwa Mo, umefanya kazi nzuri sana kukuja kukaa na watu wako hapa ili uwahudumie, wajue mambo ya Uwezo Fund, wa make application ili wapate pesa, wafanye biashara. Na hii Uwezo Fund ni ya wamama, ni ya wazee, ni ya vijana. Mavijana mkae kwa vikundi. Nimejua saa zingine inakuwa ngumu sana, saa zingine unapata dogo, unasema mimi nipe yangu niende nayo, lakini ukivumilia kidogo ili ufanye biashara, hiyo biashara itakuinua kidogo. Ni pole pole tu. Hakuna mwendo ilianza na 1000 steps. Kila mwendo inaanza na one step at a time. Ukianguka unaamka tena, unaendelea mbele na mwendo. Bora uweke Mungu mbele. Hiyo ndio kitu la muhimu
na muhimu, kwa sababu Biblia inasema seek ye unto the kingdom of God first and every other thing shall be added unto you. So mimi nawaomba kwa unyenyekevu, hii mambo ya Uwezo Fund itabadilisha maisha yenu pia. Yule ambaye anapewa, asanteni sana vijana, yule ambaye anapewa 50,000, fanya biashara, rudisha, upewe 100. Wale wa 100, fanya biashara, urudishe, upewe 200. Wale wa 200, fanya biashara, upewe 300. Hivyo hivyo polepole tutapiga umaskini hapa Starehe na nchi nzima hapa Kenya. Najua kuna shida sana hii nchini. Najua kuna shida sana hii nchini. Kijana ambaye ako hapa, ambaye hana kazi, anaweza tamani kufa, lakini hana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga. Kwa sababu ya umaskini. Kwa hivyo sisi kama viongozi tutajaribu tujaribu tuweze kuwainua. Mheshimiwa Mombi, na kushukuru sana kwa kupenda watu. Yule kiongozi ambaye anajitokeza kukanda watu wake, huyo ndio kiongozi namba 1. Mimi pia wana Embakasi East, mimi pia nitawahudumia kule Embakasi East. Na pia nikisikia moja wawili pia hapa Starehe ambaye pia ana basari, si ati nafanya kazi ya mheshimiwa, lakini pia kwa sababu ninajua hiyo elimu itasaidia watoto wetu. Mimi hakuna chenye naweza kupatia mingi sana, lakini mimi nikipatia mtoto wako elimu, hiyo tu itakuwa imenitosha. Si hiyo ni sawa? Heri nisikujengee barabara, heri nisikupe maji, bali nisomeshe mtoto wako atakuja jenge. Nataka niwashukuru sana. Asante sana. Mungu atujalie. Kuna hiyo kitu naye ikiwazi. Mimi pia nataka niwaombe kwa unyenyekevu. Mtuombee. Sisi kama viongozi, mtuombee. Tunaenda through temptations. Tunaenda through majaribio mengi sana. Tuko na vita hapa na pale, kila mchana. Asubuhi ukiamka vita, mchana ukiamka vita, jioni ukiamka vita, ukienda usingizi hata ulali vita, kwa sababu sisi tumekuwa mat. Wanasema hawa ndio tunataka deal nao, tuwamalize. Hii nchi najua ni Mwenyezi Mungu ndiye anajua maisha ya kila binadamu. Na Biblia inasema katika 1 Corinthians 10:13, the Bible says, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. And God will not let you be tempted beyond what you can bear. And if you are tempted, He will find a way that you can endure it. Kama kuna shida, kama kuna temptation ama trials, Mwenyezi Mungu atakuwa na wewe, atatembea na wewe katika hiyo temptations. Mimi kama Babu Owino niko katika majaribio mengi sana, lakini ninajua Mwenyezi Mungu anatuona. Kuna wengine tukisema siasa kidogo, kwa sababu sisi ni wanasiasa, kuna wengine wanasema wanataka kutupeleka jela, wengine wahamishwe Kenya, wengine wapelekwe mbinguni. Jameni. Na kuna wale pia wanafaa wapelekwe hell. Wacha nikwambie, Wakenya wamechoka. Wakenya wana shida. Fanyia tu Wakenya kazi. Hii maneno ya kupeleka Wakenya mbinguni wachana nayo. Kwa sababu na pia kwa sababu ya hii shida yote, niliwaambia kijana ama mama anateseka sana. Anaweza tamani kufa, lakini hana hata pesa kununua kamba kujinyonga nayo. Ukisema unapeleka mbinguni, wanaweza shukuru kwa sababu mbinguni kuna chakula, kuna free rent, kuna kila kitu ya bure. Sasa
jameni, tufanyie tu Wakenya kazi kama viongozi. Mimi kama opposition, mimi ni opposition MP. Kazi yangu ni kukosoa serikali. Na mimi huwa nasema mimi nataka nikosoe serikali wakifanya vizuri hata wakifanya vibaya. Kwa sababu kazi yangu ni kukosoa. Kama vipi jamani? So mimi tunaweza omba tu serikali wafanyie wananchi kazi, wabadilishe maisha ya watu. Sisi pia tufanyie wananchi kazi, tubadilishe maisha ya watu. Kazi yetu yote iwe ni kufanyia wananchi kazi. Wamama warembo mne, vijana ria, vijana ra, wazee tibi, wazee tialala. Nikimalizia, nimeona hapa mamangu, Mama Christine. Mheshimiwa Mo atakuintroduce huyu mama. Nilipewa huyu mama kutoka Westlands, na huyu mama pia alijuana na Mheshimiwa Amo. Huyu mama amenisaidia kule Embakasi East sana, mambo ya table banking. Table banking saizi kundi iliyo juu yenye iko na pesa ya zaidi ya juu Embakasi East saizi wako na 4 million Kenya shillings. Na kwa sababu ya huyu mama ambaye alitushika mkono, ningeomba kwa unyenyekevu hii mambo ya table banking itawasaidia. Itatutoa kwa shida ndogo ndogo. Utapata chakula upeleke nyumbani. Na hii table banking iwe program ambayo au fanye nazo au lipi nazo bills zingine, ni ya biashara. Unakopesha pesa, unafanya biashara, unarudisha, tena unaongezeka. Itawasaidia na pole pole tutamaliza umaskini. Nataka niwachie hapo, niko na function pia kule kwangu. Nikimbie nione pia wale watu wetu ambao wako huko. Siku moja nitarudi hapa kwa unyenyekevu, Mungu akijalia. Mimi na mmoja unajua hapa future iko transparent. Mwanze kuzoea rais wenu mapema. Kuna mtu anapigwa kila saa na aishi. Amechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Achana na wewe. Asante sana, Mungu awabariki. Watu walikuwa na mjadala mambo mengine, but mimi na mheshimiwa tumekaa naye muda mrefu sana. Ni zamani mwenye ako na kitu ndani yake. Na mimi ni among wale watu wenye nilimwambia yeye Embakasi ni kidogo inakuwa ndogo. Wacha tutembee Nairobi kwanza. Mambo namna hiyo. Jaribu kuongea na watu. Kweli? Mambo namna hiyo. Simesikia kuna kitu ndani yake. Simesikia kuna future. Na umesikia mahali ametoka. Na nyinyi pia mnajua mahali mimi nimetoka hapa chini. Kweli? Na kama umetoka chini sana, you can only go up. Kweli? So we wish you the best, Babu. Support you. Thank you so much and God bless you.